Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kwa majina mimi naitwa Rama Mohamed Higa. Natoka Ukunda, Kwale. Mimi ni mzazi wa msichana Zuhura Rama Higa. Alikuwa akisoma pale Utumishi Girls. Kwanza natoa shukurani kwa serikali pamoja na viongozi wetu wa eneo hili la Kwale ama kwa pwani wote kwa jumla. Tuliweza kufanikiwa jana kumstiri mtoto wetu, japo ilikuwa machungu, lakini tunashukuru tuliweza kufanikisha ile safari. Tulikuwa na changamoto za hapa na pale, lakini alhamdulillah tuliweza kuzipita na hatungeweza kuzipinga kwa sababu ni mambo ya kiserikali. Lazima mtu aelewe kwamba serikali ina sheria zake na lazima zifuatwe. Kama mtoto umepata athari kama ile ya moto, si vizuri kwamba uende tu upewe. Lazima kuna process fulani, they have to be followed, like DNA, postmortem lazima ifanyike. Sasa si rahisi. Tunajua katika tiketi zetu za Uislamu mtu akifa anazikwa mara moja, lakini si katika hali siku zote. Lazima kuna hali ambazo zitafika mahali lazima ukubali na vile nchi inavyotaka. Lakini katika safari yote ndefu kuanzia tarehe 28 tulipata ule mkasa, nilikuwa hapa nyumbani na nikaweza kupigiwa simu na wenzangu kutoka kazini, nikafunga safari mpaka Nairobi. Kufika Nairobi nikachukua ndugu yangu nikaenda naye mpaka Gilgil, na kulikuwa na ndugu zangu wengine pale wa eneo lile la Gilgil. Tuliweza tukatafuta lakini hatukuweza kufaulu. Ijumaa asubuhi tukaambiwa mtoto hayuko tena. Tulibidi tujizuie kama Waislamu na tukaanza tena tutaanzia wapi. Jumamosi tukaletwa mpaka Naivasha mochari, tukaweza kutambua mwili wa mtoto, tukarudi zetu nyumbani. Ili tuje tulizane na ndugu zangu tutaanzia wapi. Kwa bahati nzuri nikaweza kuwasiliana na Mheshimiwa Faisal ambaye ni mbunge wetu wa eneo hili la Msambweni, na ni mtoto wangu pia kwa upande mwingine. Akaniambia ananikusubiri nyumbani, nikamwelezea vile iko. Akaniambia sio na wasiwasi, atajaribu vyote mpaka tuweze kumpata kwa wakati. Na kweli nashukuru, mzee alijaribu kuongea na ofisi kadhaa ili tuone kama tutarahisishiwa yale mambo. Alhamdulillah yalirahisishwa. Sisi tukawa first priority, tukaweza kurudi Naivasha kuchukua ule mwili wa mtoto. Na kufikia hapo Naivasha ilikuwa si rahisi. Hata hiyo Jumamosi haikuwa rahisi vile pia kupata ule mwili mpaka kupewa, kwa sababu kuna sheria, lazima body iwekwe tag, iwekwe nini. Tulibidi tuwapatie wale madaktari, DCI, pathologist, we have to give them time for labeling the bodies. Sawa. Alafu baada ya kulabeliwa body tukaongea bado na mzee Faisal. Akaniambia babu, sio na wasiwasi, kila kitu mimi nimekisimamia. Kutoka pale Mog mpaka Nairobi Ngong Road, kutoka Ngong Road mpaka airport, kila kitu kimesimamiwa, na utakuja na mtoto wetu salama nyumbani tuje tufanye mazishi. Na kweli kabisa ilikuwa hivyo. Nikaweza kupata ule mwili. Ilipofika Nairobi pale ambapo mwili unatayarishwa, ndio akaja Sonko. Alipokuja pale akaona preparations zinaendelea, akauliza shida ni nini? Tukamwambia hatuna shida, kila kitu kishafanywa na mheshimiwa. Mheshimiwa Faisal amefanya kila kitu, kwa hivyo hatuna shida. Kutoka Naivasha mpaka hapa na mpaka hapa, preparation ya kupeleka airport zote zimeshalipiwa. Tiketi za ndege zimelipwa zote 5, mwili ushalipiwa, so hatuna gharama yoyote hapa. Kwa kuuliza kwake aliuliza labda niwasaidie na nini? Tukamwambia tunashukuru, hatuna haja ya msaada wote zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atusaidia. Na tuko na ndugu zetu nyumbani wamesaidia. Akauliza nyumbani kuna nani? Anambia kuna watu labda wamemaliza karibu kama wiki moja hivi, wanako pale wasubiri mwili wanakula. Nitasaidia na nini? Nikamwambia labda nipatie tu kitu kidogo tu, at least na wewe umetoa mkono, lakini kusema kweli hatuna haja, tuko sawa. Hilo nilimwambia kwa wazi mimi mwenyewe kama mzazi wa mtoto. Akatia mkono mfukoni akanipatia 50,000. Baadaye akaleta gari yake ya kwamba tuchukue mwili nile gari tunaenda airport. Tukamwambia hapana, sisi kila kitu kiko tayari, kwa hivyo msikuwe na tashwishi kwamba sisi tulisaidiwa na nani mwingine tena. Hapana, hilo nakataa. Kama mzazi mimi nakataa, kwa sababu mwenyewe nilikuwa na machungu, so sitaki kuongezea machungu zaidi.
Mheshimiwa Faisal alikuwa amelipa kila kitu, mpaka tukifika Mombasa tayari kulikuwa na gari ya tusubiri na ishalipwa, na yeye mwenyewe pia alikuwa ground anisubiri, kwa sababu huyu mtoto wangu ni dada yake yeye. Sioni kwamba kwa nini yeye yuko na mwingine asaidie. Sikatai msaada, lakini kama yeye yuko, mbona mwingine asaidie? Kwa hivyo nafikiri si vizuri katika ubinadamu kwamba usaidie mtu, yani show off, alafu uonyeshe kwamba wewe ndio umefanya. Zungumza kwa kiasi chako kile ulichosaidia, mengine yaachie wenyewe waliofanya. So si vizuri. Mimi nasikia vibaya sana mpaka sasa hivi kama mbunge wangu achafuliwa jina kwa mambo ambayo mwenyewe nilikuwa naweza kuyazuia. Kwa hivyo kama ni msaada wake alisaidia kidogo, na ni msaada ambao sisi twashukuru kwa nia safi, lakini kama ana nia mbaya na msaada wake tunaweza kurudisha, kwa sababu sio ni kwamba iwe hii vuta amchafulie mbunge jina na mbunge mwenyewe alijitolea. So ni kitu kutia hasira, kwa sababu usisaidie mtu kumbe unamseti, yani kumtangaza, kumwonyesha kwamba we ni nani. Hata Mwenyezi Mungu yuko radhi vitu kama hivyo. Ukisaidia mtu na mkono huu, mkono mwingine usijue. Sijui hao wenzetu wa dunia wanaipeleka vipi, lakini kama basi nikisaidia mtu mkono huu ujue, basi hatungekuwa na maisha basi watu wengine. Lakini tuseme kwa kweli tu, haya mambo yote yamesimamiwa na Mheshimiwa Faisal kutoka mwanzo hadi mwisho, na hata saa hizi hayuko, lakini tukimhitaji tutampata, na tukiona lolote tutampigia simu, atasaidia. Kwa hivyo wananchi, msiwe na tashwishi kwamba labda kuna mwingine ametia mkono, labda amesaidia sana, labda ni ule msaada wa kibinadamu tu, kusaidia kidogo, maisha yaendelee. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sisi kama familia kwa mtihani aliyotupatia na msiba aliyotupatia. Tunashukuru, tuliubeba vizuri na tumekamilisha, na tuomba Mungu azidi kutupa subra. Tuwasema kwamba familia yetu hii si familia ya kwamba eti kusahau wema. Aliyekufanyia wema lazima umtambue kwa ule wema wake na umlipe wema. Hatusemi kwamba yule aliyefanya ati akatoa kitu kidogo kule kwamba hakufanya, alifanya, lakini tusema ni kama pole yake. Lakini haswa jambo hili twasema kwa sauti ya juu, aliyelisimamia hakuna zaidi ya mheshimiwa wetu, mbunge wetu Faisal pamoja na timu yake. Wao ndio waliojidhatiti na wakasimama wakafanya kila jambo. Tuwashukuru vile vile viongozi wa Kwale kadhaa ambao kwamba walisimama juu ya jambo kama hili. Tuwashukuru vile vile Wakenya wenzetu wengine ambao walisimama na sisi kwa jambo kama hili. Lakini hasa kwa nguvu na dhati tumuomba Mwenyezi Mungu amjalie hasa mheshimiwa wetu Faisal kwa hili alilolisimamia, Mungu amlipe wema. Yeye tunajua ni mtu ambaye hapendi kujionyesha kwa jambo, lakini alifanya hili na tunajua kwamba ni yeye ndiye aliyesimama hasa juu ya jambo hili from the first mpaka mwisho tukamalizana naye. Sasa ajaye mwingine akasema naye pia anajitia kwamba naye pia yumo, tukubali wema wake, lakini si yeye aliyesimamia kila jambo, bali aliyesimamia kila jambo ni mheshimiwa Faisal pamoja na timu yake. Mimi nikiwa kiongozi wa msafara wa marehemu ambao tulianza kutokea mwanzo mpaka mwisho, tunatoa shukurani kwa viongozi wetu walioshughulika kutusaidia zoezi hili, haswa Bwana Faisal ambaye ni mtoto wetu na ni kiongozi wetu. Alitushika mkono kutokea mwanzo mpaka mwisho mpaka tulipofanikisha zoezi hili. Mimi kama kiongozi nasema kwamba zoezi hili limetuumiza sana sisi kama familia, na tusingependa viongozi wengine, wanasiasa wachukue mileage kwa hili zoezi kwamba wamefanya hili na lile kwa sababu ya kujipatia madaraka zaidi. Sisi tumeumia sana, tumepoteza mtoto, kwa hiyo hatungependa siasa hapo ndani yake. Tungependa tu zoezi hili vile lilivyokwenda limeenda vizuri na limeisha vizuri, kwa hiyo hatungependa maneno mengine hapo ndani. Na yule ambaye ana nia kufanya siasa na afanye siasa, lakini tafadhali tunawaomba wasizidi kutuumiza, kwani hili zoezi limetuumiza sana. Tumepoteza mtoto wetu na tusingependa kuguswa mahali mwingine ambamo tusingependa kuguswa. Kwa sababu hiyo ni kwamba yule ambaye alitusaidia kwa nia nzuri tunamshukuru na pia tunamkaribisha, lakini asitusaidie tena akasema kwamba yeye ndiye aliyefanya zoezi hili likafanikishwa mpaka kufikia mwisho. Hapana, Bwana Faisal ndiye ametusaidia na ni kiongozi wa hii eneo na pia ni mtoto wetu, na tunashukuru kwa juhudi zake, na wale ndugu zetu ambao walitusaidia kama
Mheshimiwa Mama Achani, Mheshimiwa Sonko, Mheshimiwa Kimera na Mheshimiwa Boy. Nafikiri tunashukuru na tumepata mwili wa mtoto wetu, tulimzika. Ingawaje tunawaambia wale wenzetu ambao pia hawajapata mili yao, pia serikali ifanye bidii iwapatie mili yao, kwani watakapozika nao pia watapumzika roho zao kama sisi. Kwa sababu kumzika mtoto si ati umesahau, ni ile kuwa unatafuta relief ya kuwa upate njia ya kupumzika. Na nawashukuru viongozi wangu, kwanza babangu Faisal, wa pili Madam Achani, watatu kuna Seneta Chimera, wanne kuna Owen Baya, watano kuna Isa Juma Boy, aliweza pia kufunda shughuli zake akaja paka pale Gilgil, mpaka pale Naivasha. Kuna viongozi wengine kama Boga, wote waliweza kuingilia hili jambo. Kwa hivyo sitakuwa mchoyo wa kuonyesha shukrani zangu, kwa sababu leo kuna hili, kesho kuna lengine, bado tutawahitaji. Na viongozi wa Kwale wote kwa jumla, kuna viongozi pale Mombasa kama wa Muhuri, wote tuliweza kuongea nao ili kuingilia hili jambo. Bado kuna DPP pia tunamshukuru kwa sababu aliweza kuongea na wakubwa zangu na akawaitikia na nikasaidika. Na nashukuru pia ndugu zangu nyumbani, jamaa zangu ambao ni ndugu zangu tumbo moja, na watu wa mtaa wote na marafiki, jamii yote kwa ujumla waliweza kunishika mkono mpaka nikafanikisha hili jambo. Na sitasema tu ndugu zangu peke yake, nitashukuru mpaka Wakenya wote, kwa sababu mpaka sasa hii leo kuna watu tunafanya kazi nao wamerudi leo Nairobi. Walitoka na nyuki, wamekuja jana wakaweza kufanya mazishi na sisi, na leo ndio wamerudi nyumbani. Yote nashukuru, kwa sababu yote ni kujaribu kunishika mimi mkono ili nisianguke. Kwa haya machache, tuwaombea kheri wale wote waliofanya msaada kama huu. Tuomba Mwenyezi Mungu awalipe thawabu zao. Tuomba Mwenyezi Mungu awajalie wema kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhera. Tuomba Mwenyezi Mungu awajalie vile vile wawe ni wenye kuingia katika miaka mingine ijayo, pia wazidi kutupa msaada kama walivyotupa msaada. Kwa haya machache, assalamu alaikum.